Them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. We thank the Lord for today, and also we thank the mightiest prophets of the Lord for allowing us to graduate today from Angaza Bible Training Institute. Here we come. Wacha hata tumalize.
Professor Joshua of Zion Raju house today. Welcome so much, Professor Joshua of Zion Raju. We are happy that you are here with us today. We can celebrate the Lord Father as he's taking an official photo on arrival. Together with Professor Joshua, we have the Secretary General of the Ministry of Repentance and Holiness, Amos Wandera, in the house today. We can celebrate the Lord for him as well. We also have Professor Timon from Angaza College. Let us celebrate the Lord for him. In the house today we have Professor Ambula. Let us celebrate Jesus. As they continue to arrive, we are receiving also Senior Deputy Archbishop Charles Gero from Kisumu. And blessed people. Poa. Kuja. The day. So unamwambia chukua sisi. We thank the Lord for today, and also we thank the mightiest prophets of the Lord for allowing us to graduate today from Angaza Bible Training Institute. Here we come. A big day. You have made us proud. Here we have our band. We are ready for the chancellor's procession. You are stealing me. Thank you, Professor Joshua. Happy to welcome you.
before national anthem, we are going to sing national anthem, so everybody get ready. Thank you. As we are standing like that, I'll request the Archbishop, the Senior Archbishop, Niswat, to come in front in the dining. May you give us your favor. May the Holy Spirit lead us and guide us in everything we do. May we serve you with humility, with the fear of the Lord. And I ask you now to take control over this very important event. May your will be done here. May your Holy Spirit lead and guide each and every one of us. I thank you, my Lord, for all the graduates, for all your children, your servants who are graduating today. May you help them to serve you faithfully until the Messiah comes. I thank you also for the Angaza Bible College and ask you to bless them because they have helped us, they have taught us your word. We thank you for all the lecturers. Thank you for the Chancellor. We thank you for Professor Joshua has come all the way from India, my Lord. We thank you for bringing all these people to teach us your word, to help us, so that we may serve you better. I ask you now to bless this occasion, to bless each and every one who has come here, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much, Senior Archbishop. We are requesting the band. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody.
praise, my God is good, oh. Congratulations. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ say you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good, oh. One day you will come again with a new song of praise. God is good, oh. Congratulations. My God is good. Congratulations. Tell it to one, you are going to tell it to one. Na kuwa na tamanio ya kile ambacho Baba tumeweza kutenda siku ya leo mfalme. Jina lako Baba litukuzwe na liinuliwe mfalme. Tunaposhiriki neno lako ufupi, wacha Bwana ukafungua masikio yetu ya kiroho ikapate kuelewa na mioyo yetu ikapate kuelewa neno lako kama vile Daudi mtumishi wako alivyosema ya kwamba Bwana nimelificha neno lako ndani ya moyo wangu ili nisije nikakutenda dhambi. Katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tutashiriki neno kisha program kidogo production kiasi na kisha tuweze kumshukuru Bwana. Najua tumekuwa pale graduation na graduation mingi tumehudhuria, kuna wengine wamefuzu katika hafla mbalimbali, nyanja mbalimbali, tasnia mbalimbali, walimu, daktari, uhandisi, engineering na zingine mingi. Lakini ambayo tumekuwa naye leo inakuwa tofauti kidogo. Bwana asifiwe. Tutajua je, ni kwa nini inakuwa tofauti na ile nyingine. Ile nyingine mwanafunzi anapofuzu katika chuo kikuu kama mwalimu anaenda darasani kufundisha wanafunzi ili kwamba wakapate maarifa na hekima ya kuwasaidia katika maisha ya dunia hii. Daktari anapohitimu na kupata shahada yake na kupata hata shahada ile ya uzamifu ya kiwango cha juu, anaingia katika hospitali kuweza kutibu wagonjwa, kusaidia mwanadamu. Lakini je, hii ya leo tofauti ya swali gani? Bwana asifiwe. Nataka tusome katika maandiko machache alafu ambayo inaenda kutusaidia tunakuwa na ufahamu je, graduation ambayo tumehudhuria leo hii aswa maana yake ni gani? Nasoma kitabu cha Judges. Kitabu cha Judges chapter 21. Ukisoma kitabu cha Judges ukianzia Judges chapter 1, wakati mmoja Israeli walikuwa wameasi dhidi ya Mungu. Na walipokuwa naasi dhidi ya Mungu, Mungu alikuwa anainua maadui wanakuja kuwashambulia Israeli. Wanapowashambulia, hapo Israeli anakumbuka Mungu wao, inaenda kwake, Mungu anaokoa, anawatumia wale judges, waamuzi kuweza kuwasaidia. Katika majira haya ambao walikuwa wanaishi, kusoma kitabu cha Judges, wako na wafalme, ilikuwa ni wale waamuzi ndio walikuwa wanawasaidia. Kina Ehud, Samsoni pia alikuwa pale, Deborah pia alikuwa pale na wengine wengi. Na walipokuwa naasi dhidi ya Mungu, Mungu anainua maadui, wanakuja wanapigana dhidi ya Israeli. Israeli wanapopigwa, wanamkimbilia Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma kitabu cha Waamuzi mlango wake wa mwisho na mstari wake wa mwisho, kuna jambo ambalo linasema. Inasema Judges chapter 21 verse 25 inasema, in those days there was no king in Israel, every man did what was right in his own eyes. Ya kwamba katika nyakati hizo, katika siku hizo, hakukuwa na mfalme kule Israeli. Hivyo basi kila mtu alifanya jinsi alivyoona ni bora katika macho yake. Kama jinsi tumekaa hapo, ukiona ni bora kuchukua itaa
uingoe, upige chupa penye unataka. Everybody did what aliona ni sawa, what was right in his or our own eyes. Kile ambacho umeona ni mzuri, just do it because there's nobody to give you direction. Na nikaanza kwa kusema ya kwamba hii graduation ambayo tumeishuhudia leo hii na kusherehekea kidogo ni tofauti na ile nyingine. Bwana asifiwe. Ina lengo haswa, kuna mahali ambapo inapeleka. Kuna mahali ambapo inapaswa ikaweze kupeleka nafsi za wanadamu, ambaye ni mimi na wewe ambaye tumeketi mahali hapa. Tumeona kwamba katika hizo siku katika taifa la Israeli walikuwa na waamuzi. Wakati huu bado wako wamepata kuwa na ufalme. Kumbuka Mungu ndiye alitaka waongoze wana wa Israeli. Lakini wao wakaona jinsi ambavyo wale majirani zao wanavyoendelea wanakuwa na wafalme. Wakamwambia Samueli, hata nasi pia tunataka tukue na wafalme, watuongoze kama vile wale wanaongozwa. Mungu akamwambia Samueli, si wao wamekataa, ni mimi ambao wamekataa. Walipoendelea wakauliza mnataka nani? Wakasema sisi tunataka Sauli. Wakamchagua mfalme Sauli akawa mfalme wao. Na unaona jinsi ambavyo alimalizia mwisho wake katika ule mlima unaitwa the Mount of Gilboa, ili kwamba alipoanguka chini akajiua mwenyewe, na ikawa hadithi ambayo haiko nzuri. Kwa hivyo katika siku za waamuzi wa Israeli, kila mtu alifanya jinsi ambavyo alikuwa anaona katika macho yake. Kwa sababu gani? Hakukuwa na direction, hakukuwa na mwelekeo. Ndasoma maandiko mengine matatu chache, kisha nitaweza kusummarize yote pamoja uweze kupata ujumbe wa leo hii. Nataka tu ushike hiyo ya kwamba in those days there was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. What you saw was right in your own eyes, you could just do it. Anything, hata kama ni kukata kuna panga, anything that you saw it was right. That's what they were doing. Which means there was something that was lacking in the lives of these people. Kuna kitu ilikuwa inakosa katika maisha ya watu hao. Na je, kama kanisa la Kristo, mimi na wewe leo hii, graduation ambayo tunasherehekea leo hii na kufurahia, lengo lake haswa ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Lengo lake ni nini? Inatusaidia namna gani? Je, ni kufurahi tu, kuvaa gown na kunywa soda, kula na kufurahi? Je, hiyo ndio lengo lake? Bwana asifiwe. Kuna jambo ambalo leo hii nataka tukaweze kujifundisha na ambayo itatusaidia. Itasaidia kila mmoja wetu, hata mimi na wewe. Tunapotoka hapa, tujue kwamba kuna ujumbe haswa ambao uko ndani ya sherehe hii ambayo pia tumekuja kusherehekea leo hii. Nataka nisome kitabu cha Danieli. Katika jina kuu la Yesu. Kitabu cha Danieli mlango wa 12 mstari wa 4 anasema, "But you, O Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end." Ya kwamba Danieli yafunge maneno na ukatie muhuri kitabu hadi nyakati za mwisho. Then many shall run to and fro and search anxiously through the book, and knowledge of God's purpose as revealed by his prophets shall be increased and become great. Inapenda difference. So huyu alikuwa ni Danieli, nabii wa Bwana. Kumbuka Danieli alitekwa nyara katika wakati wa mfalme Joakim, mfalme wa Kaldayo wa Babeli, na kupelekwa kule uhamisho katika nchi ya Wakaldayo ambayo ni Babeli. Baada ya wao kukosa kusikia maneno ambayo nabii Yeremia alikuwa amewaonya. Bwana alituma nabii Yeremia kuonya nyumba ya Israeli sana, lakini walikataa. Kwa hivyo wakati ambapo wanatekwa wanapelekwa kule, walikuwa ni vijana wadogo, walikuwa bado hawajakomaa. Walikuwa tu bado they were still young boys like 12, 13 years, teenagers. Na Mungu kule akawasaidia katika njia kubwa. Ukisoma mstari wa 2, kuna wakati alikataa kukula chakula cha kifalme. Huko chakula cha Wayahudi ambao wanakula na wale Wakaldayo wanakula ilikuwa ni tofauti. Wao wakakataa kupatiwa, wakakataa. Na hapo Mungu akaanza kuonyesha kibali katika maisha ya Danieli, Shadrach, Meshach pamoja na Abednego. Na akamwonyesha Danieli maono mengi sana. Danieli ndiye nabii ambaye Bwana alimwonyesha maono mengi hata katika majira ambayo tunaishi na majira ambayo yanakuja. Kwa hivyo alipokuwa anamalizia mahali hapa katika mlango wa 12, pale juu unapoanza anasema kwa Mikaeli, jemedari mkuu ambao walinda watu wake wakati wa dhiki, wakati wa taabu, atainuka kuwalinda watu wa Mungu. Na mstari wa 4, Danieli anaambia kwamba wewe funga hilo gombo, funga hilo kitabu. Kwa sababu gani? Watu watakimbia hapa na pale kutafuta ufahamu wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Wanataka kujua, kujifundisha, kujua ufahamu wa neno. They will search for the word. Hii hapa nasoma hilo amplified version nasema, "Then many shall run to and fro and search anxiously through the book, and knowledge of God's purpose as revealed by his prophets."
the knowledge of God's purpose, ya kwamba maarifa ya kusudi la Mungu kama jinsi ilifunuliwa na nani? Na manabii wake. Ndipo sasa nikasema leo graduation tumekuwa na tumeona, tumeshuhudia, imekuwa mzuri, tumefurahi, kufika wakati wa jioni kwenda nyumbani. Lakini je, ina utofauti gani na ile nyingine ambao watu tunasherehekea mwanafunzi amefuzu, amekuwa daktari, amekuwa pilot, amekuwa nini? Israeli walikosa kuwa na mfalme, walikuwa wapatia mwelekeo. Kwa hivyo ile graduation ambayo leo hii ambayo tumekuja, majibu yake tutaipata katika Biblia. Nimesoma maandiko mawili, naenda kumalizia ile nyingine ya mwisho, kisha niungamanishe yote pamoja na kisha nikaweza kupeana ujumbe katika jina la Yesu. Unajua muda wetu unaenda, lakini neno la Mungu acha tukaweza kulipata. Kitabu cha Efeso mlango wa 4. Kitabu cha Efeso mlango wa 4, Ephesians chapter 4 verse 11 anasema, and his gifts were varied. He himself appointed and gave men to us, some to be apostles, those are special messengers, some prophets, inspired preachers and expounders, some evangelists, preachers of the gospel, traveling missionaries, some pastors, shepherd of his flock, and teachers. His intention was the perfecting and the full equipping of the saints, his consecrated people, that they should do the work of ministering toward building up Christ's body, that is the church. Anasema kwa lugha ya Kiswahili ya kwamba ni yeye ndiye alitoa wengine kuwa manabii, wengine kuwa mitume, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu wa neno, kwa kusudi la kukamilisha mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mafundisho yalikuja, tukajifunza, tukapitia darasa, mitihani ikaletwa, mambo mengi yakafanyika kuweza kutusaidia kupata nini? Kupata maarifa. Israeli wakati wa waamuzi walikuwa bila mwelekeo. Kwa sababu gani? Hawakuwa na mfalme wa kufanya nini? Wa kuwapatia mwelekeo. Ndipo sasa kila mtu alikuwa anafanya jinsi ambavyo alikuwa anaona ni vizuri. Lakini sisi leo hii tukiwa mahali hapa, kuna wale ambao wamefuzu miongoni mwetu, wako na maarifa, wako na hekima ya Mungu. Kwa hivyo hatutaenenda kama watu ambao hawana mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatutaenenda tena kama watu wasio na mwelekeo. Najua kuna wapendwa wa jamii wako hapa, kuna wapendwa wa kanisa, majirani. Kwa hivyo leo hii kuna jambo ambalo limefanyika. Unajua mara mingi Wakristo tunaishi na tunaenenda kana kwamba hatuna mwelekeo. Kwa sababu gani? Inakaa kana kwamba kuna mchungaji wa kutuelekeza na kutufundisha. Hapana, wako leo hii tumefuzu pale. Kwa hivyo tuko na hiyo maarifa na hiyo hekima ya jinsi ya kusaidia nafsi zetu kwamba zikaweze kuhakikisha kwamba zinamlenga Kristo Yesu. Danieli akaambiwa kwamba wewe funga ile gombo, watu watatoka sehemu moja ni kuongeza maarifa ya neno. Sasa hizi watu wanajaribu kabisa kutafuta maarifa ya neno la Mungu, kuwa na kusudi la kujua. Sasa hizi kizazi ambacho tunaishi ni kizazi ambacho kimetoka katika mataifa ya wazungu kule ng'ambo na mataifa mengine. Hata tu mafundisho kuhusiana na swala la ndoa imeleta shida kubwa kabisa. Unapata mwanamume anaoa mwanamume mwenzake, mama anaoa msichana anaoa msichana mwenzake. Unaona, hiyo ni kukosa mafundisho ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Ni kana kwamba kukosa ufahamu wa neno. Leo hii Bwana ametusaidia tumeweza kufuzu. Kwa hivyo jambo kama hilo haliwezitokea katika center yetu, town yetu hii ya Chabakani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watumishi ambao Bwana amewasaidia na kuwapa hekima. Akiona jambo kama hilo linatokea, anaambia hapana, sio hivi. Wao pengine wanakosa hiyo maarifa na wamekosa wale watu wa kuwasaidia. Lakini mimi na wewe hatuwezi potea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna saa wakati wa kupotea tena. Kwa sababu gani? Mwanga ndio umeonekana. Bwana ametuinua na ametupa uwezo. Leo hiyo pale wakati wale professors walikuwa wanaongea, kwaona walikuwa wanasikia mambo makubwa sana walikuwa wanaelezea ya kusaidia kwa community na mambo mengine mengi. Kwa hivyo hiyo kusudi ya leo kwa sababu ambayo tumefuzu leo hii ni ya kusaidia mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo ni nani? Bwana asifiwe. Mwili wa Kristo ndio kusudi ya hii graduation ambayo leo hii tunaisherehekea hata tutakapotoka mahali hapa. Hii si ya kwenda kusema utafute kazi na ufanye nini. Hiyo nyingine ni tofauti, nikamwambia ile ni tofauti na hii ni ya kusaidia nafsi. Kuhakikisha kwamba nafsi zetu si ambao tuko hapa, ya watoto wetu, ya jamii zetu, ya ndugu zetu, ya wapendwa wetu haipotei. Kwa sababu gani? Kuna mwelekeo Bwana ametupatia. Ya kwamba tukaweze kulifundisha neno la Kristo Yesu. Niende aliteuliwa wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa mitume na kusudi moja. Leo hii Bwana ametutoa kama wachungaji. Kusudi lake ni moja. Ni kusababisha nini? Kujenga mwili wa Kristo Yesu. Sisi ndio mwili wa Kristo. Kitabu cha Mathayo kinazungumza kuhusiana na wanao wawili watakao kitandani, watachukuliwa, mmoja atawachwa, mmoja atachukuliwa, mwingine atawachwa.
kutakuwa na wanawake wawili wanasiaga, mmoja anachukuliwa, mwingine anawachwa. Kusaga inamaanisha nini? Wanasiaga hiyo unga kutengeneza mkate ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno mengine, hao ni watumishi wawili. Kwa hivyo ni kazi ambao wanafanya kuunda mkate ili kulisha mioyo yetu na nafsi zetu na neno la Mungu. Hivyo leo hii wapendwa wote ambao tuko mahali hapa jioni ya leo, tuwe na ufahamu kujua kwamba kwa hakika Bwana akiinua mtumishi miongoni mwetu, kazi yake ni kutusaidia. Katika jamii, kuna jamii zingine wana hata mchungaji. Leo hii najua hapa kuna wachungaji katika familia. Kuna familia mtu anaweza patikana na shida, unasikia anapiga simu anasema sasa nani atakuja kuombea kwa ajili yako hapa. Lakini sisi wengi wetu Bwana ametusaidia. Kuna wachungaji katika boma zetu. Wengine shangazi zetu, mama yetu, ndugu zetu, dada zetu wako na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Uko na jambo anaweza kuomba. Wakati mwingine mtu anapopatikana na shida ndio unasikia anasema nitie tu pastor, nitie tu mchungaji. Sasa saa 8 usiku mambo yamekuwa magumu, anaona ni kama anaenda kukata roho. Nitie tu mchungaji kunisaidia. Lakini mchungaji katika boma na Mungu amemsaidia, amemwezesha, amempatia maarifa, amempatia hekima ya kunijenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo je, tunapuuza jambo kama hilo kweli? Haleluya. Ndipo sasa tumekuja kutoka Moi's Bridge, kutoka kote watu wamekuja kutoka kaunti mbalimbali kwa sababu tu ya hafla ya kusaidia. Najua kwamba nitakapotoka hapa nikiwa nimefuzu, nakwenda kule, kwa hiyo watu wangu hawataenda kupotea. Na hiyo kwanza inaanzia katika jamii. Tuanze katika familia. Kisha kwamba katika boma yetu kuna mchungaji. Je, mimi nitaenda kufanya tu mambo kama jinsi ambavyo naona na macho yangu? Israeli alikuwa anafanya hivyo. Anaenenda kufanya mambo kulingana na macho yake, ameona ni sawa. Kwa sababu gani? Hakuna mfalme wa kumpatia mwelekeo. Na si eti kwamba hakuna mfalme. Kumbuka Mungu ndiye alijiteua kama mfalme wa Israeli, lakini walikuwa wanamkataa. Kwa hivyo wakasema si hatutaki, sisi mimi nitafanya ndio najisikia, nafanya mambo yangu hapa chakali. Hata sitaki kujua pastor atasema nini, hata kama ni relative hiyo tu ni mtu wetu huko, sitaki kujua. Mambo kama haya yanasababisha mambo kama haya. Na unapata hatima yao ilikuwa ni mbaya sana. Bwana asifiwe. Danieli akaeleza kwamba katika siku hizo watu watakimbia kutoka eneo moja hadi lingine kutafuta ufahamu wa neno la Mungu. Sasa hizo wanakimbia kabisa kutafuta neno, wanajiuliza je, hii majira hata tunavyoishi saa hizi hivi bila hakuna mvua kama wakati kama huu, mimea inakauka, je, tufanye namna gani? Inakosa direction. Kisoma Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Anasema ikiwa watu wangu waliitanishwa na jina langu, wananyenyekeza, watubu, wageuka kutoka katika njia zao mbaya. Ametumia jina watu wangu. Swali kwanza najiuliza, mimi ni mtu wa Mungu? Anaposema watu wangu, inabidi niende namna gani? Na wageuke kutoka katika njia zao mbaya. Ndasikia kutoka mbinguni nami nitaiponya nchi yao. Kwa hivyo wakati mwingine unapoona mambo yanatendeka, unarudi katika maandiko. Bwana asifiwe. Unarudi katika maandiko, unajua kumbe hapa kuna tatizo. Ndipo sababu Bwana ameinua wachungaji. Wanaleta direction. Aseme hapana, hivi ndivyo inapaswa tuende. Israeli mara mingi alikosa sana. Kwanza kukosa wakati wake wa mtembeleo. Yesu amekuja hekaluni, Mafarisayo na Masadukayo wako kule nje. Wako ndani ile hali Yesu wako nje, wanasema tutumie Mesia, tumie Mesia. Na ile hali Yesu wako kule nje anatenda miujiza, anainua viwete, anaponya macho ya vipofu, anafungua masikio ya viziwi. Mambo mengi anatenda. Kumaanisha walikosa kutambua pia wakati wao wa mtembeleo. Kwa sababu gani? Walipuuza neno la Kristo Yesu. Nasi pia tukipuuza itakuwa ni hatari katika maisha yetu. Unapokuwa na mchungaji katika boma ni baraka. Anaponena baraka na baraka zinamimina tu. Zinamiminika tu. Kuna wengine kule watu wote wanaingia kwa kanisani wako tu, wanakaa tu, wanafanya tu mambo yao, wanafanya vitu zao kule nje. Lakini unapata wazazi wao wanajaribu kukaza kabisa, wanapenda kumkumbuka watoto wao. Unakuwa si wachungaji. Lakini je, na wale asua sana katika nyumba ya kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo la msingi kabisa, na ni jambo la anapozungumza mbele za Bwana. Bwana ni mwaminifu, anaweza kumbuka familia ya mchungaji. Sasa nimemtuma mchungaji katika boma hili, mtoto kijana yake kwa mahali, msichana kwa mahali fulani, ndugu dada kwa mahali, na kibali cha Mungu kinakuja. Na unapata katika kazi yako na kazi yako inafaulu tu, unapata na kidogo unapandishwa cheo. Kazi yako inafaulu, biashara inaenda vizuri. Unastahili kujiuliza, hivi nini? Unajiuliza kitu kama hiyo? Licha wewe pengine mwenyewe uendike kanisa, lakini una mambo yako inasonga tu. Mungu anakusaidia kwa barabara, ajali ya upaa, yaani uko sawa. Wakati mwingine ni kwa sababu tu ya ile maombi ambayo yanatolewa katika nyumba ambayo wewe pengine hujui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuanzia leo nataka tukue na hiyo ufahamu kuelewa. Wakati Mungu anakuinua mmoja wetu miongoni mwetu ni ya kutusaidia kuweza kujenga mwili wa Kristo. Na mwili wa Kristo ni sisi. Mimi na wewe tulioketi mahali hapa jioni ya leo. Ili kwamba tusienende katika hali ya kutojua
Unajua shida kubwa ambayo Wakristo mara nyingi tunakuwa nayo ni ile hali ya kupuuza. Na unapopuuza ni jambo mbaya kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo graduation ya leo ni tofauti na ile nyingine ya kwenda fry kabisa, mtu anakuwa pilot, atakuwa anaendesha ndege, atakuwa anatumia pesa, sasa nitakuwa sawa. Hii ni tofauti. Hii ni kusaidia nafsi yako ya kwamba iingie katika ufalme wa mbinguni, isipotee. Napomalizia Wakorintho wa pili mlango wa 7 mstari wa kwanza. Baada ya kuelewa mambo hayo, ya kuelewa kwamba wakati Mungu amemwinua mtumishi ni ya kutusaidia kujenga mwili wa Kristo. Tukiwa na hiyo ufahamu itapata kutusaidia. Na hii ndio jibu ya hiyo kutusaidia. Bwana asifiwe. Anasema therefore, since these great promises are ours, beloved. Which promises? The promises that for him to raise some to be pastors and apostles is to equip and build the body of Christ. Let us cleanse ourselves from everything that contaminates and defiles body and spirit, and bring our consecration to completeness in the reverence fear of God. Ya kwamba kwa sababu tuko na ahadi hizi, basi tujitakase na chochote kitiacho mwili pamoja na roho najisi. Asifiwe. Wachungaji wako miongoni mwetu. Anakwambia tujitakase kwa chochote kile ambacho kinatia mwili na roho najisi. Na hiyo ni jambo la msingi ambalo lazima tujitahidi kupenda. Kwa sababu Mesia yuaje? Ufalme wa mbinguni umekaribia. Mwili pamoja na nafsi. Hii ndio anaangalia katika maandiko. Mwingine atakwambia wale kuvuta sigara ni mbaya, waliandika katika Biblia. Mambo kama haya yanataja kutia unajisi mwili, ambao ni mwili wa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na pia nafsi anazungumza mwili na pia anazungumza kuhusiana na roho. Chochote ambacho ni kinajisi kisipate kuingia. Kwa hivyo wapendwa, jioni ya leo najua tumefurahi, tumesherehekea. Hizi watu wanajaribu kukimbia juu na chini. Lakini hata katika hiyo hali ya kukimbia, kuna baadhi ikafika mahali hata baadhi ya wachungaji wasema wakaona hapa sasa mambo yanakuwa magumu. Ili sisi tuweze kusurvive katika uchumi kama hii, lazima tuanze kupandisha watu mbele. Ndio kipande 10,000 tutapata 1,100. Tutakwenda Amerika visa panda mbele kama 20,000. Sasa unajua hiyo ni kama kucheza karata pata potea. Ni kwa sababu ya nini? Ya ukosefu wa maandiko. Bwana asifiwe. Lakini mchungaji anapofundishwa neno na afahamu na uone afuzu, avae gown, awekewe maua na ainue mikono na furahi, hapo na ufahamu ya kujua jinsi ambavyo ataelekeza hizi nafsi. Hizi nafsi hazitapotea. Tuko na watumishi hapa, najua Bwana anaweza kusaidia sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Simama tu kwa miguu yetu kidogo. Kisha itakuwa nzuri sana katika jina la Yesu. Kwa hivyo jioni ya leo maandiko yanasema unamsikia neno la Mungu, usifanye moyo wako kwa nini? Kwa mgumu. Hakuna ajuaye siku, ajuaye saa ambayo Kristo Yesu Mesia atakuja. Bwana asifiwe. Tutakase nafsi zetu pamoja na miili zetu. Akasema kwamba takaseni, purify your bodies and also from every contamination. Uchafu wote. Kwa hivyo nataka tutumie mkono wetu mbele za Bwana jioni leo tukiwa mahali hapa. Tukiwa tumefurahi, tutoke tu hapa tukiwa na Bwana katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Tumpokee Kristo Yesu na akatufundisha, akatuelekeze tukue karibu na yeye. Hadi kwamba hata wakati wachungaji wetu walikuwa wanatufundisha neno hili likaficha. Daudi akamwambia Bwana, nisaidie nifiche neno lako ndani ya moyo wangu nisije nikakutenda dhambi. Ukificha neno la Bwana ndani ya moyo wako, hakika utakutenda Bwana dhambi, hautakutenda maovu. Nataka turudie tumpokee Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Naja mbele zako. Naja mbele zako. Nimepungukiwa na utukufu wako. Nimepungukiwa na utukufu wako. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Nakufungulia moyo wangu. Nakufungulia moyo wangu. Upate nafasi ndani mwangu. Upate nafasi ndani mwangu. Unifundishe. Unielekeze. Unielekeze. Unifundishe neno lako. Unifundishe neno lako. Bwana Yesu. Nitenge na dhambi. Nitenge na uovu. Nitenge na unajisi. Nitenge na machukizo. Andaa moyo wangu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu, kwa kinywa changu ninakiri kwamba wewe ni Bwana, na moyoni mwangu ninaamini kwamba Bwana alikufufua kutoka kwa wafu. Na jioni ya leo kwa kinywa changu ninakupokea na kuamini moyoni mwangu kwamba wewe ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Utakapokuja kuchukua kanisa, nikumbuke katika ufalme wako. Jioni ya leo ninaokoka na kuamini. Amen. Amen.
Baba, katika jina la Yesu, asante Mfalme kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kutufundisha neno lako na kuelewa ni kwa nini haswa tulikuja hafla hii ya graduation. Ni ya kwamba umekuja wewe ndio uleta wengine kuwa mitume, wengine kuwa wachungaji na wainjilisti kwa ajili ya kulijenga mwili wa Kristo. Bwana, tazama sisi ambao tuko mahali hapa ndio mwili wa Kristo. Tusaidie tujengeke Mfalme, kusikiza maneno na neno lako kupitia katika wale watumishi ambao Bwana umewateua. Ya kwamba tusienende katika dhambi, tusienende katika upotovu. Tusijiingize katika unajisi wa mwili pamoja na roho, bali tutakasike, tusafishe mioyo na nafsi zetu. Tuwe tayari kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana, asante kwa ajili ya hafla ambayo tumekuwa nayo leo hii. Tunakushukuru Mungu wetu. Asante Bwana kwa ajili ya wapendwa hawa wote ambao wako mahali hapa. Kila mmoja unamjua, unajua tamanio ya moyo wake. Bwana, kwa kukutana nao mahali papo mahitaji Mfalme. Wale ambao wanakuhitaji Bwana, wanahitaji amani Bwana. Wape amani ipitayo fahamu ya wanadamu. Wale ambao wanahitaji uponyaji wako Bwana. Neno lako linasema ulituma neno nao ukayaponya magonjwa yetu. Na kwa mapigo yako Bwana tumepokea uponyaji. Bwana, wale ambao wanahitaji utwalizi, wewe ni Mungu mwaminifu. Jina lako ni Jehova Jire, Mungu mtwalizi wetu. Wacha Bwana ukaweze kukutana na kila mmoja katika mahali pake pa mahitaji. Tazama miongoni mwetu pia kuna wajane. Bwana, wewe hakika ndio mume wa wajane. Watetee, wapiganie kila wakati Mfalme. Bwana, nakushukuru jioni ya leo. Tazama watoto wako wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wacha Bwana wasirudi tena katika maisha ya kale ambayo walikuwa wanaishi. Ya kale yatapita, tazama mapya yanakuja. Uelekeze Mfalme, wafunike kwa damu ya Yesu. Watokapo warudipo Mfalme, kazi ya mikono yao ukapate kuibariki. Biashara zao ukapate kuibariki. Shughuli zao zote Bwana ukapate kuibariki. Na hata Bwana tunakulilia kwamba tunahitaji mvua Mungu wetu. Wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. Leo hii tunajua kwamba Bwana, neno lako linasema kwamba ikiwa watu wangu walioitanishwa na jina lako, Bwana, kwa hakika tunaitanishwa na jina lako. Na leo tunageuka kutoka katika dhambi na katika uovu. Bwana, ukumbuke tu rehema juu yetu na ukafungue mbingu juu yetu Mfalme, ili kwamba wajane na mayatima wakae na tabasamu Mfalme. Bwana, nakubariki na kutukuza jioni ya leo. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Tunaweza kuketi tu katika jina la Yesu. Asante sana. Sana. Kwa wakati unachukua program hii na kisha kwa familia uweze kuendelea kutoka. Bwana asifiwe. Sisi tumeshukuru kwa leo. Tumeshukuru kwa Mungu mwenyewe alituandaa na akatusafirisha kutoka mbali. Katika hii familia, huyu ni baba yetu aliyebaki na mama ndio. Na sisi hatukujua chochote. Tunaenda mkutano. Hadi yeye pia analeta na graduate. Sasa graduate wake yule anaitwa jina la baba yetu Moses. Yeye aliitwa jina la baba yetu Moses, ndio ndugu yetu. Amekutana. Unaona maneno ya Mungu. So nilikuwa naona tutafanya tu introduction ile baba yetu. Si mkubwa wangu ananifuata. Atatuongoza tu mandate. Tumempea mandate atuongoze. Sawa. Swali la pili. Wageni wetu wakuu naambiwa ni watatu. Pastor hapa, baba yetu hapo na mama, brothers and sisters na wageni wengine, good afternoon. Na mimi naitwa Morris Kabuoya, mimi ndio napata nimeambiwa ni overseer. Mimi ndio nampata. Ombe heshima. Amen. Yes. Je, sasa kwa hii kipindi nafikiria na kutakuwa na categories. Kitu ya kwanza tutaanza na wageni, tulikusema jina na kukaa. Kama huko mmoja wa familia unasimama unatuambia wewe ni nani, alafu na keti, alafu mtashinda after that na kwa familia ama namba yake. Kama wewe sio wa familia hapa, baba yetu hapa wasimama, wasimamishe familia yake, alafu sisi tutapata baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Nishukuru siku ya leo. Amekututanisha bila kujua tutakutana. Maana Yesu alizoni. Amen.
hii siku ya leo hata mimi nimefurahi, maanake nimeona wale ambayo sijawahi kuona, hata hatujakutana mzuri. Nimeona wajukuu wangu wako hapa, hata nimefurahi. Nimeona kiongozi wa kanisa wako hapa, nimeona wengine wako hapa, kwa hiyo ugeni nimefurahi na mkase roho. Sasa nimeshika jembe, mlime shamba na nguvu na mjipe moyo. Sasa hiyo tunapatia hizo. Kwa hivyo mimi naona hapa kwa wingi, huyo mama ndio huyo, mama ya hii familia ndio huyo. Maanake hapa wengi ni watoto na wajukuu. Kwa hivyo mama ubabota kile kila wakati sio Ngende bosi, ngende kani, diludansi. Moses yangu besimu. Kalimana nikuda kundaga na bana bala bosi da. Ya discourse mwaka mwanyima. Mina disokroba. Sio wera da na bana ba. Daba. Ma go kiji alo munene. Ali taje ganara he nanu kujibaro rekada. Kunyukobe onzio gitinda chao. Tuyu msakurange yo gitinda chajega. Oyo mwana wange wagatano. Ndabona bana bange bose ndi sande. Nudansi sindio? Dinanzi ananga merira ku. Karibu. Familia kwa jumla. Mimi ndio naitwa Tirias Erauna. Mmewahi mlisikia yako mzee mwingine alikuwa anaitwa Jega? Ndio mimi. Wako hapo? Sasa Jega ndio baba yangu. Na Jega ndiye amefanya hii familia kukaa vile unaona imexpand hivi. Kutoka kwa Jega. Na Jega naye kuna mwingine ambayo alitoka. Na yule mwingine nao kuna mwingine tena alitoka. Na sasa ikaanza kugrow. Kwa hivyo si mnaona ni maajabu. Kwa furaha. Unaona kwa gani wakati tutakutana nani atakosa kunijua? Nani atakosa kunijua? Tunaona mimi hula mwana ya kwanza. Na wewe? Mwai kutanako naye kweli? Inaweza kuwa. Inaweza kuwa tulikutana. Wewe ndio nani? Naitwa Kevin Shikana. Mtoto wa nani? Kavezi. Huko nyumbani unajua nimekuja. Asiji kama mliona tu kutoka nyumbani. Ningeweza kujua sana. Kwa hivyo hao wengine hata kama nawajua, hata mimi nilikuwa hata bado kuwajua, lakini sura yetu haiwezi kupotea. Kae kijana. Alafu sasa hivi niko na watoto yangu wakubwa hapa. Huyu ni kijana yangu mdogo. Si mmemjua? Siku nyingine mtakosa kumuelewa kweli. Naye nilimpatia jina la baba yeye, Moses. Sasa time imekuwa tumeendelea kwa na mimi, lakini hata nikifika hapo naona ni mzuri. Kuna wengine huko. Asante baba. Waje. Sana. Sasa kategoria ya pili ni wajukuu. Wajukuu wa watoto wetu. Wajukuu wetu. Wajukuu wake. So utasimama kusema jina na pia. Wote simameni. Bageshi sadiki. Amen. Sunga sana. Mbarikiwe.
mtoto wa Stanley Lavaza. Congratulations. Ira. Mta wananga sazi. Mwana mnene wa Stanley Lavaza. Masenge. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi kwa jina naitwa Kevin Shikami, nikiwa mtoto wa Kaveza. Hawa mama zangu naambia congratulations. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Sharon Aseo. Hawa ni mama zangu. Congratulations. Dosi tulimaliza lakini sasa ni mama zangu na wetu lakini sawa tu. Okay, asante. Before tuende kwa ndugu na dada, tuko na mlama. Kama kuna mlama mwingine. Okay. Wasanii wote katika jina la Yesu. Mjambo. Jambo tena. Kwa majina ni Lilian Lavaza, mke wa Stanley Lavaza. Hawa ni mashemeji zangu, nimepata nafsi ya kujua shemeji yangu mwingine. Nawaambia congratulations. So, the brothers and sisters to Jen na Emily tusimame. Moses is a graduate pia. Ni vile hana sana. Unamsahau. Oh yeah, na great. Unajua niliingia kwa hii mix baadaye. So I'm finding it quite hard to establish. Pole Moses, I didn't intend. Sasa tuko na wadogo. Anze na Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Nancy Busa na hawa ni dada zangu, ndio dada au mdogo. Kwa dada zangu nawaambia congratulations na wazidi kutuombea. Sasa sisi tuko na mapasta wawili tukibariki. Watatu pole. Sasa wao ni madada na ndugu pasta. Yes. Hapa ndio kila mtu. Niongee kama nimeona kila naweza sema fulani mkumbe yuko hapa anasema kwa nini unanisema. Bwana asifiwe. Huyu ndio Lavaza. Nasikia sijui huu mtoto wa Lavaza huu bibi ya Lavaza. Sasa naitwa Stanley Lavaza na huyo ndio mtoto Emily dada yangu, alafu huyu ni ndugu yangu. Sio mama you are looking at me suspicious. Naona watu wananiangalia kama wananishuku. Nimechelewa kwa sababu niambia hivi naenda Sabati au kliniki ya macho. Alafu nitakimbia nikuje Kakamega, lakini akaniambia pale pengine chakula cha mwili kinapatikana mahali fulani. Nikamwambia sasa sitakuja Kakamega, nitakuja kwa chakula cha mwili. Lakini tena nimepata kwanza, nimepatishwa cha kiroho. Wakaniletea cha mwili, nikashangaa nitaanzaje amtumisha na ubiri. Lakini mwisho nikaanza kuelewa kwa sababu nilikuwa nimeshika mita. Nashukuru Mungu kwa kupata watumishi wake. Ile najua kazi ya Mungu haiendangi bure, haina hasara, iko na faida. Kwa chochote ambacho nafanyia Mungu, there is always a reward times 100 or fourfold, ama wanasema namna gani. So nyinyi mliweka, mmetutangulia mkwe watumishi wetu, tutatii kuwa kondoo na nyinyi wachungaji, lakini fimbo kuuza hapana, imerosha sisi sana. Kwa hivyo nashukuru kwa kanisa pia, nashukuru ndugu yangu pale, kijana wa bidii,
kusumbua sana. Otherwise, kwa hayo mengi na machache, nashukuru. Kilo ngileke leo. Sana. Mimi nimesema naitwa Morris, na kitu ya kwanza nasema ni congratulations. Unajua kusoma kama uko mzee, I know it involves some academic work. Kusoma inakwanga hectic kabisa. So congratulations on that, because I know besides that you can other also kwa nyumbani. And just to echo kila mtu amesema hapa, nimepata blessings mara tatu. Vile nilikuja nifikiria ni double, sasa ni triple. Yes. Na it doesn't happen, sio kitu inafanyika kila siku kwa familia. I think you are blessed. Now I'm sure umpata knowledge. Sio knowledge tu ya disseminate the word of God. Pia ni knowledge on counseling and guiding people. So we shall immensely also benefit from you. As a family, we are blessed to have you. Na vile Stanley amesema, msitunyoroshe, tutata mkitunyoroshe vizuri, because I believe a minister of the word, it is more about the way you conduct yourself than what you say. There used to be some lady, Mama Teresa, who was Catholic, I think she was an Indian. She was elevated to a saint, I think. That lady was respected more than the Pope, mkuu wa Catholic Church. Na sio vile alikuwa amejua neno sana kuliko kila mtu kwa matendo yake. So I expect our sisters to lead the way. Whenever we have an issue, you are the first ones to come out and give us that direction. Sisi tutatii. Vile Stanley amesema, maybe we might follow very soon. Welcome. There's a part Pastor Morris. How does it sound? Siko sawa? So nawashukuru sana wale wamekuja kutusaidia. Naombea dada zetu waende nje na they get more flow for the Lord. Na nashukuru sana. So sijui narudisha program ama chacho. So kuanzia hapa hivi nitarudishia church program na muendelee vile mlijipanga. Tumeshukuru sana kama familia kusimama na sisi. Asante. Siku ambayo ina manukato, siku ya kufurahia na hata siku ya kutisha. Ninaposema ni siku ya kutisha, kuna mambo ambayo inatendeka ambayo hata mababu zetu hawakuiona. Ingalau wangekuwa hai waone haya ambayo inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wangelikuwa hai, Rachel angelikuwa hai, aone ukuhani ambaye Bwana ameleta katika poma yake. Kwa hivyo tunamshukuru siku ya leo, amekuwa mwema, ametuinulia wakili wetu ambao ni wachungaji wetu, wataenda mbele zetu na sifa na utukufu zitaendelea kumrudikia Bwana. Kwa hivyo tuko hapa kama kanisa na msishangae. Haya mambo yamekutana kwa hii siku. Hata tumeshangaa tutafanyaje. Tumeshangaa tuende huko ama tuende huko. Kwa nyingine uko hapa Hams. Tumeshindwa tuache wapi, hatuende wapi. Kwa hivyo tungekuwa hapa wengi sana. Ni siku ambayo imeshikamana na tumeshindwa kujinasua kwa hii siku. Kwa hivyo ningependa wale ambao tuko hapa kama kanisa, tunataka wetu hapa asimame, atutambulishe kwa wageni wetu waheshimiwa siku ya leo, bi harusi wa siku ya leo. Haleluya. Mungu ni mwema kila wakati. Hakika Mungu ni siku ya leo tumeenda matendo yake
kusikia neno hili na kwenda mbele kujifunza. Pia mimi naitwa Naomi Jaji. Naomba Yesu ni Bwana, hali wachungaji wangu. Sisi wakali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Furaha sana ndani ya moyo wangu kuona makuhani wangu Mungu amewainua. Na hiyo ni shukrani mbele ya Mungu. Na hata familia ningefurahi hata kupita. Kwa sababu ni Mungu tu ndiye anatenda. Kwa sababu kazi ya Mungu wengi hawataki, kazi ya hasara. Bwana asifiwe. Wanajiita kazi ya hasara. Lakini Mungu amejua kabisa vile mchungaji alisema wanaenda kujenga mwili wa Kristo. Wanaenda kujenga boma la Kristo mbinguni. Na kwa majina naitwa Joyce Judi na hao ni makuhani yangu. Bwana awabariki. Salimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mimi namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa hii siku ya leo kwa ajili ya pastors zangu, Pastor Emily na Pastor Jane. Nimefurahi sana siku ya leo kwa sababu hii sio jambo la kawaida, lakini Mungu tu anapanga ifanyike hivi. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Lea Lodenyo, nashiriki hapa Jarakali Altar. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe wapendwa. Amen. Shia Mwenyezi Mungu shukrani. Ametulinda hii siku. Asubuhi. Nashukuru kwa hawa ni wasichana wangu na tena ni majirani. Kwa sababu mimi kwangu ni hapa. Ikuunganisha wakanisini hali. Congratulations. Wow. Wow, wasichana. Nzida kabole ndi. Ndisandi zinene. Kubakana babwa. Basaze. Na richo. Na sande nene konora mapasta. Kani nubudinyo konora abapasta mu nyumba ndara kandi bagraduated deacon ndara lakini nasaye no morai kuvugana nabo ya cyabakarira n'abakana barayi kuri baroraza ndio kandi nibyo babe bakana barayi sana sande banagani Freda Lodeno misakuru yarangangwa Elije Faini yaranga assistant chief tusumire kali yakora kuyigunga hari mpaka biyalo huko lakini aliaga 1999 na sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendelea tunashukuru Jehova. Mimi nikiwa mbele zenu hapa. Mimi kwanza ni waoko huko nyumbani. Hawa ni watukuu wangu. Haleluya. Wananiita shosho. Baba yao alikuwa ananiita mama. Ukikuja kwa upande wa kanisa, huyu ni overseer wangu, pastor kwa kanisa langu ambalo nashiriki. Na tena ni upande wa wajane. Mimi niko upande wa wajane. Majina naitwa Margaret Agwona, overseer wa wajane. Kwa hivyo nikienda upande wa kanisa tena tunafanya na yeye kazi. Kwa hivyo mimi nimefurahi tu sana sana sana. Hili si jambo la kawaida na tena sio jambo lenye tunaweza kulichukulia hivi. Kwa sababu hata sasa ukitembea kwa hii magoma hautapata hili jambo ambalo limetendeka mahali hapa. Na ningependa tu kusema hivi. Mimi kama familia ama sisi kama familia ama sisi kama watoto wa overseer Jane ama washangazi hatutamuona vile tulikuwa tunamuona. Sasa tutamuona kiutofauti sana. Kwa sababu sasa yeye amekuwa mtumishi wa Mungu na sasa ametiwa mafuta. Ametumwa aende achunge kondoo za Bwana. Kwa hivyo tunapomuona tutamuona kama mchungaji wa kondoo za nani? Za Bwana.
na tunafurahia sana sana sana, kwa sababu tena si hao peke yao. Hiyo boma Mungu ameipenda na ameiinua sana. Wachungaji wako ndani, watumishi wa Bwana wako kwa hiyo boma ndani, wacheza kinanda wako katika hiyo boma, na tunaomba ya kwamba Mungu aendelee kutenda makuu ili wachungaji tena wakaendelee kuinuka na kuinuka, wakiinuka wakizidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitawachosha, wacha tu tuendelee kuwaombea, na ningependa kuwahimiza. Inafika wakati nimesikia mandugu wakisema hapa, mimi nawaita wajukuu, msituchunge kuukani. Bwana Yesu asifiwe. Ilifika mahali Musa akarusha amri chini, kwa ajili ya hasira. Hapana, ikiwa unaenda ukute mahali ambapo umeshindwa, piga magoti, omba kibali kutoka kwa Mungu, mwambie Mungu, hapa naye sitaweza. Na ni kweli, ikiwa umetuma kwa ng'ombe aende uchunge, huwezi jua huyu ng'ombe anakonga na huyu ng'ombe. Lakini kwa sababu umeomba kibali kutoka kwa Mungu, Mungu atakupea vimbo na utatembea na hiyo vimbo mkononi mwako na utachunga kondoo Bwana. Yule kondoo ambaye anataka kwangu, naambia Mungu utunisaidia. Kwa hiyo sitawachosha. Barikiweni sana. Tumefurahi kwa familia. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru Bwana sana kwa ajili ya kipindi hicho, kwa ajili ya awamu hiyo, ilikuwa nzuri, tumepokea na nzuri sana. Kwa hivyo basi Bwana awabariki sana. Najua sasa familia wote wanaangalia pale. Kuna shida kidogo, unakimbia kwake. Bwana anamsaidia, atakupatia ile ushauri ya jinsi ya kuendelea katika mambo ya maisha. Mambo mengine mambo yanakuwa ngumu, sio kwenda kwa chifia hapo. Na wote na familia wako hapa. Hata msana tusaidia. Bwana asifiwe. Na tujue kama wakati Mungu anakuinua mmoja wa timu wetu, kuna ile hali yake kama ni dada yetu mama. Ndio upote baraka, kunakuwa na unamchukua katika ile kiwango cha mtumishi. Lakini Yesu ndugu zake walimchukua kama vizuri. Huyu tu kapenda tu, lakini unaona hata huduma katika maeneo ya kufanya, akaenda kwingine, akawacha nyumbani, akaenda kufanya kwingine, kapenda huko na kwa sababu gani? Lakini tukio Bwana atasaidia. Ndugu amesema hapo asituchampe sana, wawezi unyenyekevu tu tunawasaidia nayo, na mali kuna makosa tu tunarekebisha na inakuwa vizuri. Amen. Basi tuna jambo liko na hapo. Na pia tutakapoenda kumalize, basi atapata kumaliza na atapata kuomba. Najua ni jamii nene tuani. Sasa hivi watoto wako na peana baraka. Tutamaliza na maombi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kutoka kule Moi's Bridge. Ama angeongea kidogo. Anakuja. Chakuja. Niache tu. Acha niwe naongea Sisi malize wala. Bwana asifiwe. Ndio basi na kumalizia. Kwa hiyo mimi nataka nyama natoka kule Moi's Bridge. Moi's Bridge katikati ukienda Kitale, boda ya Trans Nzoia na Wasingishu, lakini tuko upande wa Wasingishu. Kwa hivyo tuko na ndugu yangu Moses pale, mtumishi kule, tayari changamoto alipata, lakini Mungu ametusaidia. Ni mtu mzuri sana wa rafiki. Sasa ukifika Moi's Bridge, Moses pale, utapeleka kwa bila kupotea. Kwa hivyo Moi's Bridge usangapi na ulizo. Anajulikana sana, kijana mzuri, anafanya huduma pale, na nimeona pia nyumbani. Wakati mwingine tunapanga sana ile kitembea. Kwa hiyo sikuwa tunafanya sana. Karibu sana pastor, kuja kupasia. Tuweze kumaliza tu pamoja na baraka na maombi kwa familia. Karibu. Sisi Jehova umetusaidia na tunashukuru Mungu kwa sababu tunapenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia hizi news umeona kwamba Mungu ananipenda. Bwana Yesu atoe sifa. Kwa hivyo ni shukrani tu, hatuna maneno mengi. Alianza shughuli tangu jana, kidogo hivi tumechoka, lakini tunasema kwamba popote ambapo mtaenda, Bwana kawabariki, awakumbuke na wajazie baraka. Bwana Yesu atoe sifa. Kwa hayo machache, mbarikiwe. Naitwa Emily Kacheka. Bwana asifiwe. Amen. Nitashukuru Mungu na kuwa pastor. Mimi nafikiria sijui ilitokezeana wapi. Sababu tukiwa watoto tulikuwa tunajua mzee Charles Morris anaweza
afia tu, kwa sababu nimeona familia yetu Mungu ameibariki. Bwana asifiwe. Vile niliona Moses jana. Moses, you are graduating. I think I was overwhelmed. Bwana asifiwe. Nilifurahi sana kwa sababu Moses najua maisha yake yenye ametembea, but he still serves God. So be consistent. Hata wale wanasema niko na tabu, just be consistent. Mahali uliopo na Mungu atakuja kukukumbukia. Asante. Moses, una jambo la kusema kabla nione? Asante. Asante sana Wasia. Wasia si mmoja hapa, tuko na Wasia hapa tumpendana kutoka Kitale panaitwa Moi's Bridge. Ndugu zangu kuna Wasia Pastor pia kwa hapa, Pastor Emily. Yeye ndio nimekuwa nikisumbua kwa simu hata masaa mengine ya ajabu mpaka naambia pole, ninakupigia date. Tukiomba Mungu afanikishe siku ya leo jinsi ilivyo. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, amekuwa zaidi ya yote mwaminifu mpaka siku ya leo imekamilika. Vile nimeweza kuelezewa na ndugu zangu, wazazi wangu pamoja na watumishi, ijakuwa rahisi, na wakati pia sisi tumesimama hivyo siku ya leo, wacha kila mmoja wenu pia ajifunze kutoka kwetu. Najua kuna watoto wetu hapa na kuna wengine wageni pia wamejiunga na sisi siku ya leo. Mjifunze kutumikia Mungu bila mipaka. Nilikuwa aliniuliza utarukaruka hivi mpaka huko mbele. Lakini Mungu mwenye alituokoa. Pastor Emily alinitia nguvu juzi. Hata mimi sikuwa najua chochote. Nilikuwa naona sitakubalika. Just come. Leo nikapigia askofu mmoja. Akaniambia mimi nataka uanze lakini kuja. Graduation lazima leo. Hiyo usiangalie hiyo. Na sasa hiyo mambo ni ya Mungu. Kama Mungu mwenyewe alikuokoa na kama kuna watu wengine walikufa kwa hiyo ajali, kwani ulikuwa umelipa Mungu nini? Ndio maana nikakuja. Kwa hivyo hii ni ushuhuda. Hata kwa watoto wetu, kwa watumishi wote, kwa ndugu zangu na kila mmoja ni yako hapo. Kwa hivyo usiangalie maisha yako, usiangalie kiwango chako. Mungu si Mungu wa mipaka. Anajua kila mmoja. Anajua kila hali zetu. Anajua mahitaji zetu. Anajua njia zetu zote, hata katika hali zetu zote za wokovu. Hawezi kukusahau. Hawezi kabisa. Siku moja utajipata katika jana. Mungu mwenyewe ndiye atashuka afanye nini? Akuokoe. Nilipokuwa kwa ward, mimi sikujua kuna wengine walinitembelea, sikuwa ninawatambua. Hata mzee nilikuja kumtambua baada ya mawiki kadhaa, ndio nikajua kumbe niko wapi. Na zaidi ya yote Mungu anabini nani? Ukisikia tukijivunia, tukilingalinga Mungu wetu, Mungu wa nabii. Tunalinga cha ukweli. Kwa sababu tumeona. Amen. Sijui niseme ni mambo ni mengi, si ndio? Haleluya. Ni ukweli unapendeza, ninapumua. Si Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana sana baba, Wasia karibu. Asante. Tusimame. Tuombe. Ama kuna jambo? Mtu hapa ana jambo? Kuna mtu ana jambo? Bwana sifu. Kuna mambo ya Tunamaliza kuomba na bila kosa. Wacha tumalize, hata tunaweza fanyia hapo hivi. Asante Mwenyezi Mungu, tunakurudishia sifa na utukufu Jehova. Wewe umetenda hili siku likafanana vile lipo Bwana. Jehova, sisi ni akina nani? Siku ya leo Baba Jehova tuliamuka na tukaangalia, tukafungua macho yetu tukaangalia. Baba Jehova, sisi hatukupatia chochote. Kuna wale walitaka Jehova, hata kuna wale walitaka wawe uwanjani na hawakuweza. Lakini sisi ni akina nani? Umetuwezesha, tulikuwa katika uwanja. Asante Jehova, tumegraduate. Baba Jehova, tunakurudishia tunasifa na utukufu. Tunasema tu ni asante. Baba Jehova, tumechukua kazi ya kuwa overseers, kazi ya kuwa pastors Jehova, katusaidie.
ukituelekeza na Roho Mtakatifu tutaweza. Vile Zaburi 51 inasema, give us a broken heart and a contrite spirit, my Father give us. Let us go with that spirit, Jehovah. Holy Spirit with us, we know you'll guide us and you'll guide us, Jehovah. Thank you for the holy angels. Guide us on the way. Go with us, Jehovah. Everybody who is in this hall, Jehovah, we are praying. We are saying, Jehovah, make our work easy. God, Jehovah, I know we've taken a very hard task, but Jehovah, go with us, Jehovah. Holy Spirit, go with us. The blood of Jesus Christ that still atones at Calvary now, let it wash us once and forever. Thank you, Jehovah, for this family. Thank you for the bigger Ambaza family. Thank you for the Asazirus family. Jehovah Asante, for the family of Ajega. Thank you for what you have done. Thank you, Jehovah, because we can even boast of 3 pastors. Jehovah, you are a good God. Thank you, my Father. Let it not be shame, but let uphold this, Jehovah. Let us go unto your hand. Let us go unto your field and get many people to come and minister. Thank you, my Father, because you are God. Thank you for everything. We are from here, we are going to different places. Moses is going back to Moose Bridge. Be his guide. Be his guide. Even the vehicles that they are going to use. Journey mercies, Jehovah. Even us, wherever we shall go. Whether it is on foot, whether in vehicles, whether pickies, the blood of Jesus Christ. That is talking mercies, Jehovah. Let it go with us on journey mercies. Everywhere, wherever they go. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Even Jehovah, as others prepare to start studying Jehovah, help them, Jehovah. In the name of Jesus Christ, I pray, believing. Amen. Emily abe hai. Emily. Nibigeregeza. Aya, nibikukwane. Nibiko. Nakushae. Nakushae wasia wetu maua. Nakushae wasia wetu maua. Nakushae mwana wetu maua. Nandua, my grand. Nasema nini msaje? Haya, tupige picha sasa, sio? Mose wetu Mwaje kwako ngatuzae Nakusiae baba wetu maua Na maua Kwa hiyo